Harambee! Hapa SHA inafanya kazi. Mimi nilisema SHA itasambaratika baada ya ndani ya miezi 6. Na hiyo ndio ukweli. Tunapoongea leo, SHA iko na deni ya NHIF ya zamani ya bilioni 33. Tunapoongea leo, SHA iko na pending claims ya 55 billion. Tunapoongea leo, SHA iko na deni ya mahospitali ya kanisa, faith-based hospitals, 10 billion. SHA iko na deni ya 98 billion. Na within 6 months, sasa imebaki mwezi 5 tangu niongee, hii SHA itaporomoka. Na mimi watu ya Kenya, mimi siongeagi tu namna hiyo. Juzi nimesema mafuta itaongezwa shilingi 40. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Juzi nilisema Kasongo atamaliza ODM. Amemaliza hajamaliza? Juzi nilisema ya kwamba Kasongo anafanya biashara na watu ya RSAF, imekuja kujulikana. Mimi namwambia wewe watu ya Kenya, Rigiji akikwambia bibi yako ako na mimba, uende ununue diaper, ujitayarishe, kwa sababu hiyo ndio ukweli. Si ndio? Mwambia nyinyi na mtakuja kuniambia. Yeye ametangaza ya kwamba SHA itasambaratika within 5 months. Rigiji akikwambia Kasongo ni 1 term, ujue Kasongo ni 1. Ukisikia Rigiji akisema Kasongo ni 1 term, itakuwa namna hiyo. Si ndio? Ya mwisho, nimeona hii mtu anaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Ni bure si bure. Amekuwa pale Kirinyaga, ati anasema sisi ati tuheshimu viongozi ambaye walichaguliwa. Wewe Soprano, ulichaguliwa na nani? Nyinyi mlichagua Soprano? Mliona picha yake bahari? Mliona jina yake bahari? Si ni Deputy President Bonoko? Ni Bonoko si Bonoko? Wewe Soprano, viongozi ya kuchaguliwa wakiongelewa juu yao, wewe unyamaze. Wewe ni mfanyikazi wa Ruto. Wewe ni employee. Wewe ni mtu ya Yesa. Hii Soprano akiambiwa chochote na Ruto anasema. Wakati vijana ya Gen Z walikuwa na uwawa, alikuwa waziri ya interior, akaitwa na Ruto, wewe Soprano, wewe Soprano, wewe Soprano, kuja hapa, hii vijana ya Gen Z wananisumbua, teka hawa nyara, piga wengine risasi, hii watoto wakwende, mimi ndio rais wa Kenya. Hawa Gen Z wanafikiria ni akina nani? Soprano ni bure si bure? Ni bure si bure? Wewe Soprano, mukiwa na Kasongo, mikono yenu imejaa damu ya Gen Z. Na wewe na Kasongo Soprano mutaenda nyumbani, kwa sababu muko na damu ya Gen Z. Muliua watoto wetu, na wewe unasimama kujiita kiongozi. Kiongozi ambaye amejaa damu ya watoto ya Gen Z kwa mikono yake. Na mimi niseme, wewe Soprano ati unashindana na mimi. Huyu Soprano anashindana na mimi. Sasa akitumwa na Kasongo kwa mkutano, ati ashindane na mimi. Akiamuka kuongea, watu naanguka na micheko. Anaanza, ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Hii Soprano ni bure si bure? Ni bure si bure? Aende asiende? Ya mwisho ndio niita viongozi. Hapa Mlimani nimetangaza Operation Fagia, ya kufagia wasaliti wote, ya kufagia takataka, ya kufagia kasia ya siasa, si ndio? Nikisema harambe mnasema fagia. Harambe! Wasaliti wote, UDA, Wirubaro, Kengara, Wamurava, Kimani Ichung'wah, Soprano na Kasongo. Na Kasongo, wangapi wanasema Kasongo afagiliwe? Kasongo afagiliwe.
Mimi nafurahi sana watu ya Roiro. Naomba nyinyi huyu King'ara aende nyumbani. Mumekubali? Wangapi wanasema King'ara aende nyumbani? Mimi nataka nione kwa kauli moja watu ya Roiro wale mumeamua King'ara aende nyumbani pamoja na Kasongo, nione kwa mkono. Basi harambee. Wangapi wameamua huyu wa Muratha wa Makeki aende nyumbani pamoja na Kasongo? Wangapi hapo wameamua Kasongo ni one term? Harambee. Mimi niko na kijana wangu wa Mbana, kijana wa nguvu, Getungati ya Kiambu, yule amesimama na watu ya Kiambu. Sinatafuta mama county. Huyu Kasongo amechanganyikiwa, si ndio? Saa ile kimeumana, ameongeza mafuta, ameambiwa Wakenya wamekasirika. Mshauri wake mkuu anaitwa Oscar Sudi, mtu ya Saturday 2, si ndio? Amemuuliza Sudi, vile kumeharibika tutafanya nini? Sudi akamwambia hapana, mambo bado haribika. Ile watu wanapiga kelele ni wenye magari, kwa sababu ndio inatumia diesel na petrol. Watu ya bodaboda, vijana wako wale ulipenda, hawana shida. Pikipiki sinatumia mafuta ya taa, si ndio? Sasa Kasongo, president wa Kenya, ameingia juu ya gari, ametangaza kwa Kenya nzima ati pikipiki za bodaboda hazitumii petroli, ati zinatumia mafuta ya taa. Ni aibu, si aibu? Amechanganyikiwa, hasa changanyikiwa. Mimi naona huzuni. Mimi napinga Kasongo, lakini mimi nahurumia Kenya ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya hana habari nini inaendelea katika Jamhuri ya Kenya. Ati anasema ati pikipiki inatumia mafuta ya taa. Ni aibu, si aibu? Idi anasema anatumia mafuta ya taa. Hii Kasongo tumesikizana. Hao vijana walikuwa na pikipiki ya DCP wako wapi? Haya, waacha ninunulie nyinyi mafuta ya taa. Ile Kasongo amesema muweke mafuta ya taa, muweke hapo. Wapi hiyo mtu? Wapi mwenyewe? Haya, kuja nikununulie petroli. Haya, shika uweke petroli. Watu wetu mko tayari? Haya, tukipiga filimbi tutoke kwa barabara, tulazimishe Kasongo kupunguza mafuta. Muko tayari? Muko tayari tukitangaza? Wangapi wanasema muko tayari? Kwa sababu huyu Kasongo ametubeba ubaya, ametubeba ufala, ametuzoea. Kwa hivyo nyinyi mkuwe tayari, nikipiga filimbi niseme mjitokeze, mtoke nyinyi yote, tungangana na huyu Kasongo, si ndio? Unajua nilikuwa na yeye pale Kalau, nikamwangalia kwa macho. Mliniona? Mliniona? Nikamwambia wewe Kasongo ni muongo, nikamwambia wewe ni mwizi. Akiwa amekaa hapo, hakuna kitu angefanya mimi. Akakunywa maji chupa 16, tukamwangaisha. Kasongo angaishwe, siangaishwe? Alafu ile kijana yangu anaitwa Medho akamwambia mimi nakuheshimu lakini sikuogo. Watu ya Roiro, nyinyi najua mnaheshimu Kasongo, lakini watu ya Roiro mnaheshimu Kasongo, lakini watu ya Roiro mnaheshimu Kasongo, lakini mnaogopa Kasongo. Mnaogopa Kasongo. Huyo jamaa nimemkalia vibaya, analia kama panya imeshikwa na mtego. Nimuhangaishe, simuhangaishe? Ahangaishwe, sihangaishwe? Thank you. Watu ya Roiro msalimiane.